Naam, ahlan wa sahlan mtazamaji wa Upeo Media, hujambo na karibu katika Upeo Media. Nilikuwa nimekufahamisha kwamba leo hii siku ya Jumamosi itakuwa na kuonyesha mazingira tofauti ndani ya The Sigalagala National Polytechnic. Kama mnavyotazama, kameramani onyesha mazingira kama yalivyo. Leo hii tuko hapa Sigalagala National Polytechnic na tutakuwa tunazunguka tu sehemu tofauti kuonyesha jinsi mazingira yalivyo. Kameramani, tuongozane. Kama mnavyoona sasa tunaingia ndani ya The Sigalagala National Polytechnic. Hebu tuingie tuone kama mazingira jinsi yalivyo. Kama mnavyoona tuko ndani ya The Sigalagala National Polytechnic. Na sehemu ya kwanza tutakuwa tunaanzia hapo. Kameramani onyesha sehemu ambayo tutakuwa tunaanza. Tutakuwa tunaonyesha jinsi mahali hapa ni mahali ambapo wanafunzi wanachukua chakula chao cha mcha ama tunasema ile breakfast, lunch, yote. Kameramani tuongozane. So mtazamaji wa Upeo Media, tunapunguza sauti kidogo kwa sababu kuna shughuli zinaendelea humu ndani. Kama unavyoona hapa ndipo wanafunzi wanachukua chakula chao cha mcha na kule kuna shughuli zinaendelea. Na baada ya wanafunzi kutia kitu tumboni, wanarudi sasa kwa kile kilichowaleta katika shule hii ama mahali hapa, na tutakuwa tunaangalia taaluma mbalimbali ambazo wanafunzi wanafanya katika shule hii. Na taaluma ya kwanza kameramani atatuonyesha ambayo ni ukulima. Kama unavyotazama hapo ni wanafunzi wa ukulima walivyofanya shughuli zao. Kuna hii tunaita the greenhouse, wale ambao wanauliza. Ukiangalia kuna mimea ambayo imepandwa sehemu ile, kuna inasema water drainage ama ile kuhakikisha kwamba mimea inakuwa sawa, wameweka ndani ya ile ndani ya ile greenhouse. Na kwa kuwa tuwezi kuingia ndani, tutaonyesha tu kwa nje jinsi mazingira yalivyo. Na bila shaka mtazamaji, kama unavyoona hapa tuko na shamba ambalo wanafunzi wamepanda sukuma wiki. Kama unavyoona wanafunzi wa agriculture wamefanya shughuli nzuri sana kuhakikisha mazingira yanakuwa sawa. Hebu kameramani zoom kidogo waone sukuma jinsi zilivyopanda kwa shamba lile. Sukuma za kutamanisha kweli. Kama unavyoona unatamani tu kula ugali ukiwa sehemu hili. Hata mimi mwenyewe natamani waniletee tu ugali na nipikie hapa hii sukuma. Na tukisalia hapo kwenye ukulima, ndugu mpenzi mtazamaji wa Upeo Media, leo nataka nikuonyeshe fish pond. Kuna watu ambao hawajaona fish pond kabisa, wameishi kwenye town. Basi wacha tuone tu fish pond jinsi ilivyo, mahali ambapo wanavukia zile samaki ama tunasema wenyewe wanazitaji. Wajaluo watakwambia kuna tilapia, kuna nini. Sasa hapa ndio fish pond ambapo wanafunzi wa ukulima ama agriculture wanafanya shughuli zao kuhakikisha kwamba wameweka pale samaki wao wanakuwa na ninio. Na ukiangalia sehemu tofauti utaona jinsi wameweka zile neti ambazo zinazuia ile uchafu isianguke ndani ya maji. Na bila shaka kameramani tuwaonyesha sehemu tofauti jinsi ilivyo na waweze kuona fish pond. Kuna watu mahali ambao wameishi tu town wajaona fish pond. Sasa leo na waonyesha fish pond kwa kamera live. Hebu kameramani waonyeshe jinsi fish pond inakaa, watazame wenyewe. Ile bado na masuala ya ukulima, ndugu mpenzi mtazamaji, kuna watu ambao wameishi tu kusoma zile aina za wanyama kwenye agriculture, social studies kidogo, geography huko kwa umbali, wakati tuko nafanya hiyo mambo na dairy farming. So leo hii tuko hapa takuonyesha baadhi ya wanyama ambao wako hapa ndani ya Sigalagala Polytechnic. Kuna wale walikuwa wanajua kuna gansis, kuna freshers. Ukitazama hapa tuko na mnyama aina hii. Watazamaji wenzangu wataniambia huyu ni mnyama mgani kwa jina lake aswa la kisayansi wanamuitaje. Kuna mwingine pale ukimtazama na ukiangalia mazingira jinsi yalivyo, wanyama wanakula nyasi pale, wanahakikisha kwamba wanyama wao wako sawa, wanyama wao wako na afya. Pia tukiangalia hapa kuna mwingine ambao, ndugu wapenzi watazamaji, mtaniambia jina lake ni gansi ama ni freshers. Utaniambia jina lake pale kwa comment section tujue anaitwaje. Na kwa wale ambao hawajawahi kuona wanyama, basi leo hii nimekuonyesha baadhi. Kuna mtu ameishi town, ajui ng'ombe jinsi wanavyokaa, amewaona tu kwenye picha. Basi leo nimekuonyesha live. Tukiachana na taaluma ya ukulima, tukuja kwa taaluma ya pili ambayo ni electrical and electronics ama mambo na kudili na stima. Kama tunavyoona watu wanapanda kwa post, kuna nini. Wale ambao wanataka kufanya shughuli kama hizo, basi ukikuja hapa unapewa ile uhakika kwamba utafuzu na utakuwa mmoja wapo
wa watu ambao wanadili na stima Kenya hii. So hapa ndio wanafunzi wa electrical wanafanya shughuli zao kama unavyoona. Hizi ndio majengo. Kama tukipanda tu kidogo tuonyeshe jinsi electrical and electronics workshop ilivyo. Kama unavyoona, haya ni madarasa ambapo wanafunzi wa electrical wanasomea. Hebu tazama jinsi mazingira ni mazuri na ya kupendeza kweli kweli. Kameraman uonyeshe jinsi mazingira ni ya kupendeza hapa Sigalagala National Polytechnic. Madarasa yenyewe yako sawa, yamefungwa kuhakikisha kwamba hakuna usumbufu wowote wa maybe uchafu kuingia ndani ama watu kuingia ndani na kuharibu mazingira jinsi yalivyo. Hatuwezi kuingia ndani kwa sasa kulingana na kuonyesha jinsi darasa zilivyo kwa sababu wameweka zile kafuli, lakini tukitazama tu kwa nje jinsi mazingira yalivyo, hapa ndipo kuna ile ambao wanaita lab. Tutaionea tu kwa mbali. Hapa ndio lab ya wanafunzi wa electrical wanafanya shughuli zao kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa ndani ya Sigalagala National Polytechnic. Na mtazamaji wa Upeo Media, tukiendelea kwa taaluma inayofuata inajiita kama mechanical ama automotive. Hapa ndio wanafunzi ambao wanataka kuwa wahandisi wa magari ama engineers wa magari wanavyosema wenyewe. Basi ukija hapa unakuwa na uhakika kwamba utafuzu na utakuwa engineer ama mechanic mkali sana sehemu tofauti tofauti Kenya hii. Hapa ndipo wanafunzi wanasomea wale wa automotive and mechanical. Hizi ndio darasa zao kama hapa ndio wanahakikisha kila kitu kinakwenda sahihi, kuhakikisha kwamba wanafuzu na kupata zile diplomas za kuwasaidia kwamba kuendelea na shughuli mbalimbali Kenya hii. Computing and Informatics, taaluma inayofuata. Ndugu mtazamaji wa Upeo Media, hapa ndipo wanafunzi wa kompyuta na wale wa media wanafanya shughuli zao. Ukitaka kuwa mwanahabari, ukitaka kuwa mwandishi wa habari ama ile tunasema msomaji wa habari, basi ukija hapa kwa Computing and Informatics Department utakuwa unapata skills za kusaidia kuwa mwanahabari. Na pia wale wanafunzi ambao wanapenda tarakilishi, sehemu hii inawasaidia sana, ambapo wanafunza masomo tofauti tofauti kuhusiana na kutumia kompyuta. Kuna ile computer maintenance, kuna ile programming. Wanafunzi wote ukija hapo, basi utakuwa unapata usahihi na utakuwa unakuwa na skills za kusaidia kufanya shughuli mbalimbali huko mitaani na katika organization mbalimbali nchini Kenya. Welding and sheet metal. Mtazamaji, bila vyuma hatuwezi kuwa tunaweza kufanya shughuli mbalimbali, kuunda viti, vitanda, kuunda zile milango. Hatuwezi kuwa tunaweza kufanya shughuli hizo bila vyuma. Na leo hii katika hii department ya welding and sheet metal tunaangalia sehemu mbalimbali ambapo wanafunzi wanafanya shughuli zao kuhakikisha kwamba Sigalagala Polytechnic inapata zile viti ambazo wanafunzi wanakalia wakifanya masomo yao. Tukiangalia tu sehemu tofauti ya building and sheet metal workshop, sehemu hii ukiangalia imefika mpaka sehemu hiyo nyingine, ambapo ukiangalia tuko na viti vingi hapa tu ambavyo vimeundwa kutumia vyuma. Na hii yote ni juhudi za wanafunzi wa metal and welding kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea sawasawa bila mchanganyiko wote ama hazikwami kabisa kama tunavyoona sehemu zingine. So hapa ndipo shughuli zote za vyuma zinafanyika ndani ya Sigalagala National Polytechnic kama unavyoona, ndugu mpenzi mtazamaji. Na mtazamaji, tukiangalia sehemu tofauti tofauti, kuna hapa ambapo kuna ile tunaita masonry, ambapo watu wanafanya ufundi kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Ukiona hapo tuko na mbao kadhaa, ukiangalia huko ndani kuna watu wanafanya shughuli mbalimbali. Ndugu mpenzi mtazamaji, ukitazama tu kwa umbali utaona watu wako kazini kuhakikisha mambo yanakwenda sawa, viti zinatengenezwa, zile meza ziko sawa, kila kitu kinakwenda kama kila mtu alivyotarajia, na wanafunzi wanapata elimu iliyo bora na kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa safi na kuhakikisha kwamba shughuli zinakuwa safi kabisa. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama unavyoona, wamiliki wa magari hatujawacha nyuma, bali leo pia tunaonyesha sehemu ambayo watu wanafanya shughuli zao, wale wa
wenyewe wanasema driving kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Basi wacha tuzungumze, tuangalie tu sehemu jinsi ilivyo na tuone mambo yanakwendaje humu ndani, ndugu mpenzi mtazamaji. Naam, hebu tukiangalia tofauti sehemu ndani ya driving department mtazamaji, ukiangalia utaona kuna pikipiki pale, ukiangalia kwa umbali kwa kule ule ubao wao utaona kuna sheria mbalimbali za barabarani kuhakikisha kwamba kuna ile ya kuonyesha zebra crossing, kuna ile ya kuonyesha usivute sigara ukiwa unaendesha. Maji wa Upeo Media, na baada ya wanafunzi kupewa kitu chochote kule darasani na walimu, wanarudi hapa kwenye maktaba kuhakikisha wanafanya utafiti wa kila aina. Katika maktaba hii utapata vitabu vya aina mbalimbali vya zile taaluma tulizo kuonyesha hapo awali. Utapata vitabu vya computing and informatics pale, ama ICT, journalism, utapata mechanical, welding, zote ziko pale, hata pia driving. Na kama wanavyosema Waswahili kwamba kilicho na mwanzo siku zote lazima kikose mwisho, na ngome ikipigwa sana hupasuka. Basi hapo ndipo tunafika tamati ya habari hii ya leo, ama story hii ya leo hii. Na sikuwa peke yangu, bado nilikuwa na mpiga picha ambaye ni Steven Amakobe. Pia Steven ni producer na ni director. Unaweza kumfuatilia pale kwenye mitandao ya kijamii. TikTok anajiita kama mansteve254. Kisha pale YouTube ako na channel yake inajiita Base Africa. Unaweza kuenda pale kama wewe ni msanii ama wewe ni upcoming artist, anaweza kufanyia majadiliano ama interview anavyosema wenyewe, na itakuwa inapendeza sana mwisho wa siku. Basi hii ni Upeo Media, fikra mpya, dunia mpya.